STL Media Tanzania. Asante kwa muda wako, asante kwa kutazama, usiache kushare, kusubscribe pia na kulike. Mimi ni presenter_YG, niko na presenter Winifrida Mchome. Mambo vipi? Poa, vipi? How's your day? My day is good. Yeah, niko poa kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Yeah. Tuongee mambo kadhaa kuhusiana pia na industry yetu ya music pamoja na burudani na maisha yetu pia ya kawaida. Winnie, nimekutana na issue moja ambayo iko very sensitive sana, ya kwamba kuna asilimia kubwa sana ya wasanii sasa hivi labda kibongo tuachane na dunia nzima kuamini ya kwamba bila kutumia ushirikina hawezi kupiga hatua. Virtual things imekuwa labda ni jambo la kawaida sana kwa baadhi ya wasanii, na imepelekea pia kusababisha pia infection au kuleta shida kwa baadhi ya underground ambao pia wanakuwa. Si kama ushasikia kitu kama hicho kwanza? Of course nishawahi kusikia. Ya kwamba wasanii lakini kwamba wasanii yani ili utoboe lazima ujihusishe na mambo ya kishirikina. Yeah. Lakini mimi kinachoniumiza sana yani kutoka moyoni ni kwamba mpaka sasa hivi wanahusishwa hawa waimba nyimbo za gospel. Nasikia nao bwana hayo mambo yapo. Wanafanya? Yes. Baadhi ya wasanii baadhi, sio wote, baadhi. Kitu ambacho ni kitu gani kinawapelekea kwanza kufanya hivyo? Ni mafanikio. Mimi nahisi ni mtu, yani siku zote ukiwa na ile, kila mtu lazima awe na tamaa ya mafanikio. Yani kila mtu lazima ile kutaka kufanikiwa kwa haraka bila kutia nia, juhudi, vitu kama hivyo. Wewe unahitaji yani kutaka shortcut. Ndio hayo mambo yanatokea. Ambapo pia sio mazuri sana. Sio mazuri of course, kwa sababu unajua mtu mwingine yeye kama hawezi kujihusisha na hayo mambo, akisikia bwana muziki, ukitaka kutoboa kimuziki lazima ujihusishe na mambo ya kishirikina. Mtu lazima akate tamaa kama yeye hawezi kujihusisha na hayo mambo. Kumbe mtu tu kuna uwezekano wewe ukatumia kipaji chako ulichopewa na Mungu, ukamtanguliza Mungu kwa kila jambo ambalo unalifanya na ukatoboa. Lakini kwa sababu kuna ile mtu amepandikizwa kwamba yani msanii ili utoboe lazima ujihusishe na mambo ya kishirikina. Na inasemekana kwamba wasanii wengi wanajihusisha kwenye hayo mambo. Asilimia kubwa sana. Ninanukuu kadhaa ya wasanii ambao walishai kutoa ushuhuda kuhusiana na kitu kama hicho. Juzi kati Chidi Benz ametoka Sober House na akawa anazungumzia kwamba muziki ni mgumu sana, kwa sababu muziki pia sometimes wasanii wanafanya hivyo ili pia kuattract souls. Kwa hiyo wakifanya vile wana attract roho ya mtu. Kama kuna vitu vinafanyika ili kuattract roho ya mtu. Kwa hiyo pia akasema kuna kitu kama hicho kwenye game pia kinaendelea. Kwa upande wa pili pia Dula Makabila, wengi watu wanamfahamu bana. Yeye jamaa ameconfirm, amesema kwamba yeye lazima afanye hivi. Yani hajaficha. Amesema kwamba bwana mimi lazima afanye hivi, labda apate show, apate labda sometime credit, apate pia fan base kubwa. Tukizungumzia pia moja kati ya mwanadada Vimani ambaye sasa hivi ni mke wa Rotimi, anaishi mbele. Kuna kipindi alitoa labda watu walikuwa wanamsema sana kwa nini umeacha muziki, lakini alisema kwamba muziki umejaa na vitu ambavyo akisema baadhi ya management zake vitu kama hivyo zilikuwa vinamshawishi kwenda kufanya labda ushirikina kabla ya kutoa ngoma, lakini pia ndio ilisababisha pia kuacha muziki. Tukizungumzia pia juzi kati pia nafikiri Good Luck Gosbet pia ni moja pia wa kuchoma gari. Amechoma gari. Na tuna ukiwa behind the scene ukifuatilia, kwa sababu amechoma gari pia ni hizo mambo. Lakini unaweza kukuta sana, lakini unaweza kukuta labda unajua kwenye mafanikio sasa inatokea kuna siri kubwa sana. Mwingine anaweza akakimbilia kwamba ngoja niende kwenye ushirikina. Mwingine kwa sababu anamwamini Mungu, anaweza ngoja niende kwa manabii. Sasa kumtambua nabii wa ukweli na uongo ndio inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo unakuta mwingine ndio hivyo anatumia nyota yako, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta mtu tena kule ulikoenda umeanguka. Kwa hiyo ni point ni kwamba ni bora ukamtegemea Mwenyezi Mungu. Sawa, ndio ilikuwa moto kwa moto. Kwa sababu yeye ndo anatoa hivyo vitu vyote. Au kama umeamua kuwa vuguvugu, kuwa vuguvugu, baridi. Kama umeamua kuwa wa moto, kuwa moto. Kama umeamua kuwa baridi, kuwa baridi. Kwa sababu hata Biblia yenyewe inasema mtu kiwa vuguvugu utatapikwa. Hivyo yani. Dunia imechangamka sana hii wasanii. Sana. Itakuwa uende kwa akili mingi sana. So kila kitu pia unaweza unachokiona kwenye mtandao ya kupaswa labda ukitamani. Haimaanishi labda ukipata labda likes 200 kuna mtu akiposti picha ya ajabu utapasa likes 10,000 pia ukaingia tamaa kwenda kufanya hivyo, pia labda Mwenyezi Mungu hajakusudia bado kwenye level kufika
utajikuta unapotea na kupoteza pia career yako. So pia wasanii labda wazingatie hivyo vitu kama hivyo vipo, lakini uamue kwamba una stick wapi. Kama ni kwa Mwenyezi Mungu, kama unaamua penda kufanya hayo mambo ya ndumba nenda kafanya, lakini pia utambue kwamba Mungu yupo bana, si bana. Kama pia kwako ipo tuna imeandikwa na inakuja, wala amna mtu anaweza zuia hata siku moja. Mimi nafikiri ni hao ini hivyo tu yani. Bwana, thanks for watch SL Media Tanzania. Don't forget to subscribe, lakini pia share link hii ya SL Media Tanzania. Pia achia comment. Presenter YG. Winifrida Mchome.